Haleluya. Mungu wetu ni mwema, anatupenda na atujali. Amina. Sasa mgeukie mama pembeni yako, kama umeketi na mwanamke yote ni mama, hata mabinti na nyinyi wa mama watarajiwa, alafu mwambie happy Mother's Day. Haleluya. Whether uko na mtoto ama hauko na mtoto, wewe bado ni mama mtarajiwa. Amina. Happy Mother's Day. We celebrate you mothers. Kuwa mama sio jambo rahisi jamani. Mama huyo ni mke, mama huyo ni dokta, mama huyo ni mshauri, mama huyo ni kila kitu. Yaani mama ndio kila kitu. Amina. Wababa na nyie tunawathamini, lakini mama, oye wa mama, mbarikiwe sana jamani. Wa mama tunawapenda, tunawajali, na Mungu aendelee kuwashikilia ndani ya familia zenu na taifa kwa ujumla. Ni neema sana kuwa mwanamke. Hivi mnajua jinsi gani Mungu aliwaamini nyinyi wanawake mpaka akaruhusu kwamba nyinyi muwe lango. Haleluya. Lango la kuleta watu hapa duniani. Amina. Kwa hiyo hata hiyo kusudi la Mungu lisingeweza kutimia kama mwanamke asingekuwepo. Amina. Ajipigieni wamama, wanawake makofi. Sisemi wamama ni wanawake kwa sababu kila mwanamke ni mama. Amina. Unless uamue huko baadaye kuwa toashi, lakini kila mwanamke ni mama na ana hiyo nguvu ya kimama ndani yake. Hiyo nguvu ya kumultiply mambo. Amina. Tunawapenda kama kanisa. Baba anawasalimu wote wa mama, lakini na wote kanisa kwa ujumla. Amina. We may sit in the presence of the Lord. Ninapenda kutambua uwepo wa Pastor Joseph. Mungu akubariki. Tunatambua neema ya Mungu juu ya kichwa chako. Na kama tunajua Pastor Abraham yeye yuko likizo, lakini tunatambua uwepo wake. Yupo lakini yuko likizo. Na mke wake Mama Dorcas. Pia Minister Janet na Minister Jane, Mungu awabariki. Natambua uwepo wenu. Na jana ilikuwa nzuri jamani. Hallelujah. Yesterday was beautiful. Mtumishi wa Bwana, Mungu akubariki. Jana jamani hapa paliwaka moto. Amina. Yaani kwa wote ambao mlikosa, ninawashauri siku nyingine mkisikia kuna makongamano ya wanawake, tafadhali naombeni muhudhurie. Yesterday was powerful. Mtumishi wa Bwana, yaani kwa kweli ulitumika. Ulitumika kufungua watu, watu hapa jamani wako tuko kwenye under unction. Hallelujah. Bwana abarikiwe. Tunamtukuza Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya mafuta aliyoweka kichwani mwako. Hallelujah. Hallelujah. Leo, somo la leo sema zuri. Mimi jamani naomba niwaambie, mimi ni mwalimu. Na mwalimu yeye kazi yake ni kufundisha ili tukafanyeje, tukayatendee kazi. Kwa hiyo naenda taratibu ili wewe uelewe na mimi pia nielewe, ili nikitoka hapa na mimi naenda kuyatendea kazi kama wewe unavyoyatendea. Haleluya. Haleluya. Leo tunaenda kujifunza juu ya kiini cha Ukristo. Haleluya. Kiini cha Ukristo. Ukristo sio dini bali mahusiano. Mwambie jirani yako Ukristo ni mahusiano. Sasa watu wengi tuko hapa tunakuja kanisani vizuri. Haleluya. Ni desturi, maana sasa hivi imegeuka kwamba Jumapili imegeuka kuwa desturi. Kwa hiyo kwa wengine hapa mnakuja kanisani kwa sababu ni desturi. Jumapili haupashi kulala nyumbani. Unakuja kanisani kwa sababu ya desturi. Haleluya. Mwambie jirani yako unakuja kanisani kwa sababu ya desturi. Haleluya. Nasema desturi kwa sababu wengine wanakuja kanisani kwa sababu ya desturi, wala sio mahusiano. Unakuja kanisani kwa sababu umepigiwa simu, jamani hatuja kuona wiki iliyopita. Haleluya.
Kwa hiyo unakuja, nisipokuja Minister Jane baadaye ataniuliza ulikuwa wapi leo sijakuona. Kwa hiyo kuna wengine pia wanakuja kanisani kwa sababu wamepigiwa simu. Haleluya. Lakini pia kuna wengine wanakuja kanisani kwa sababu ni dini, wanaona mimi nimeokoka sasa hivi, kwa hiyo mimi mlokole. Na kwa sababu ni mlokole, aidha kwa niaba ya wazazi au hata kwa niaba yako, wewe unakuja kwa sababu wewe mimi nimeokoka. Haleluya. Haleluya. Na wengine pia wamesikia habari za Yesu. Unaweza kuwa unaweza kuwa unasoma Biblia, umesikia habari zake, lakini haumjui. Mgeukie jirani yako muulize, wewe Yesu unamjua au umesikia habari zake? Kwa sababu unaweza kuja kanisani lakini usimjue Kristo. Wewe unamfahamu tu kwa sababu umesikia habari zake. Haleluya. Habari za Yesu bwana tunazijua. Mtu anaweza kukaa hapa akakuhadisia story ya Yesu, akakuhadisia. Zile hadithi unazozihadisia huko ni kumjua. Lakini je, huyo Yesu, yaani huko ni kusikia habari zake, ni kumfahamu, lakini unamjua? Muulize tena jirani yako, unamjua huyo Yesu? Kwa sababu Ukristo sio hilo jina unaloitwa kwamba yule mlokole. Huo sio Ukristo. Ukristo sio ile salamu ya Bwana Yesu asifiwe au shalom. Kwa sababu we are very good at that. Shalom mtumishi. Shalom. Lakini unajua kuna wale watu ambao ukimpigia simu, halo kaanza shalom. Akiwa kwenye maeneo ambayo hataki kujulikana yeye ni mlokole, hata ile shalom anaimega. Shalom. Haleluya. Mwambie wewe unamegaga shalom yako. Muulize jirani yako, unaimega hiyo shalom? Au Bwana Yesu anasema, yaani unaimega. Hauisemi kwa uhuru. Kwa hiyo ukiona kama huisemi kwa uhuru, pia hiyo kwako wewe ni salamu tu. Ukristo sio mfumo. Wala Ukristo sio dini. Sasa niwaulize, je, Ukristo ni nini? Haleluya. Ukristo ni nini? Kuna mtu anaweza akavolunteer huko kunijibu Ukristo ni nini? Ni mmoja tu. Ukristo ni nini? Hatupo. Mwambie jirani yako Ukristo ni maisha. Ukristo ni uhusiano kati yako wewe na huyo Kristo mwenyewe. Na unaweza kuwa umeshalisikia hili zamani kwamba Ukristo ni mahusiano. Lakini hata mahusiano usiyajue vizuri kwa sababu watu wengi tupo kwenye broken relationships. Hallelujah. Relationships ambayo, yani mahusiano ambayo hayajakidhi vigezo. Kwa hiyo wewe unachukulia hayo mahusiano yako mabovu ndio hayo unapaswa uwe nayo na Mungu. Hallelujah. Maana ya uhusiano ni nini? Uhusiano ni kuwa na muunganiko wa karibu. Mwambie jirani yako wa karibu. Wa ukweli, huo muunganiko unakuwa wa karibu, wa ukweli, wa undani na mwenye uendelezo kati ya watu hawa wawili. Sasa nikikuuliza hapo, wewe una mahusiano na Yesu? Unanijibuje? Una mahusiano na Yesu? Ndiyo. Kwa hiyo wewe nimetaja hivi vipengele, una muunganiko naye? Wewe huo muunganiko wa kweli, sio wa uongo. Maana wa uongo unakuwa ni ule wa kujificha ficha. Kuna watu wengine mmeokoka hata familia zenu hawajui kwamba umeokoka. Hallelujah. Uko umeokoka lakini people don't know what uko ofisini kwako. Yaani uko ofisini wako wewe na wa dunia, we cannot tell. People don't know. Why? Unaona noma. Hallelujah. Kimwonea Yesu noma, wewe atakuonea na yeye noma mbele ya baba yake siku moja. Hallelujah. Hallelujah. Mbona mmekuwa wakimya?
Muulize jirani yako, wewe Mkristo? Sasa uzuri wa Ukristo haukuanza na sheria. Ukristo ulianza kwa Mungu kumtafuta mwanadamu. Maana alikuwa amemuumba mwanadamu huyo ili aweze kuwa na uhusiano naye. Lakini kama tunavyojua kwenye bustani ya Edeni ule uhusiano ukavunjika. Ule uhusiano ulivyovunjika, ikabidi Mungu atafute namna ya kuurejesha. Haleluya. Ukisoma Biblia inakwambia huo uhusiano wake yeye na akina Adamu walikuwa na mahusiano. Yaani they had communion. Communion kwa Kiswahili ni nini? Walikuwa na ushirika. Mungu alikuwa anakutana nao asubuhi, Mungu alikuwa anakutana nao jioni. Wanatembea naye kwenye bustani. Sasa muulize jirani yako, unakutana na Mungu mara ngapi kwa siku? Na leo mimi nataka uwe na honest. Yaani be true to yourself. Amina. Haya maswali nayo kuuliza na wewe ujiulize. Na roho ya Bwana Yesu, yaani Roho Mtakatifu, uliza haya maswali ndani ya mioyo yao. Kwa sababu imefika mahali Ukristo huu unadharaulika. Lakini tatizo sio Ukristo, tatizo ni wewe. Mwambie jirani yako, tatizo ni wewe. Haleluya. Mwambie jirani yako, mama askofu anajihubiria mwenyewe pia. Mimi nimesimama hapa, tunahubiriwa wote. Haleluya. Haleluya. Hawa Adamu na Hawa walikuwa na ukaribu sana na Mungu. Ndio maana hata walivyo tenda dhambi, alikuja akawatafuta, akawaulizia mko wapi? Inamaanisha alikuwa amezoea ku have fellowship nao. Sasa alivyowatafuta akuwaona, ikabidi waulize, kwani mko wapi? Mungu leo anakuuliza uko wapi? Watu wasikujue tu wewe kama ni Mkristo, yule mlokole. Lakini enough is enough, ule uolokole wa kuonekana. Kwamba before people tunaonekana ni walokole kwa sababu tumejiita walokole. Biblia inasema watu wa Antiokia wenyewe hawakujiita, watu waliwaona wakasema wale ni walokole. Sasa ifike sehemu mtu anasema Dorcas hakika ni mlokole. Mama Adalia ni mlokole. Juliet ni mlokole. Yaani mtu akaya akuite yeye. Haleluya. Tufike huko. Tufike wapi? Uhusiano wa kweli una nini? Uhusiano wa kweli, yaani ukisema watu niko kwenye mahusiano na mtu, uhusiano wa kweli una uwepo, presence. Ukiwa na mahusiano na mtu, lazima muwe karibu, mnakutana. Sasa muulize jirani yako, je, wewe unaendaga kwenye uwepo wa Mungu kila wakati? Mnakutana na huyo Mungu kila mara? Au tu wewe ni Jumapili mpaka Jumapili? Muulize jirani yako, mbona muulizane haya maswali mazito? Muulize. Wewe unajikuta kwenye uwepo wa Mungu kila mara? Kwa sababu uhusiano wa kweli ni presence. You've got to have the presence. Huwezi kusema mimi niko na mahusiano na yule kijana afu nyie mkutanaje. Sasa hayo mahusiano hayo vipi? Haleluya. Na nyie mabinti ambao mnaelekea kwenye uchumba, eti boyfriend anakupenda lakini anakupenda from a distance. Sasa kwa sababu you've got to meet. Muongee, nisemi muingie intimate. Mnakutana, mnaenda kwenye dates. Through the dating ndio mnamuulizana maswali, mnajuana. Sasa mtajuanaje? Nyie hata kwenda kunywa soda maana hana hela. Mnaweza, ndio napenda examples za Mama Adali na anasema kwao ku have me time is very important. Hata wakati walikuwa hawana hela wanaenda wanakaa kwenye nani za vile viti vya plastiki vya Coca-Cola. Mnakunywa soda, kwani soda shilingi ngapi? Si 700, 1400. Hana. Kama hana anachanga na anachanga. Mnakutana, mnaongea. Haleluya. Mwambie jirani yako, uhusiano unahitaji uwepo. Kwa hiyo kama wewe unajiita Mkristo na haujihusishi naye, hauhusiani naye, yaani utafuti, Daudi alisema anafurahia kuwa uweponi mwa Bwana. Wewe ujikuti uweponi mwa Bwana. Na uweponi mwa Bwana nimesema sio kuja tu kanisani. Uweponi mwa Bwana huko uliko. Uweponi mwa Bwana ndani ya gari yako. Uweponi mwa Bwana popote ulipo wewe, uweponi. You are in constant communication with him. Hallelujah.
Haya, kwa hiyo uhusiano wa kweli pia, ukitoa uwepo, uhusiano wa kweli unahitaji mawasiliano, communication. Sasa wewe nikuulize, Yesu unakuja kukutana naye wewe Jumapili mpaka Jumapili, mnahusiana nini? Si uhusiano wenu unatembea mguu mmoja, unachechemea hivi? Kwa sababu watu walioko kwenye mahusiano alafu hawaongei. Jamani wenye ndoa, ukiwa kwenye ndoa alafu hauongeani na mume wako, hiyo ndoa inakaribia kuvunjika. Haleluya. You've got to talk. Lazima muongee. Sasa muongee, mko kwenye mahusiano gani hayo yasiyokuwa na mazungumzo? Alafu sasa ubaya wa Kristo wengi, kuna wale ambao hawana mahusiano, yani hawaongei na Yesu. Lakini kuna wale ambao wanaongea monologue, yani one way talking. Wewe imagine uko kwenye ndoa au uko kwenye mahusiano, ni wewe tu unaongeaga, si unajua utachoka. Au huyo mwenzako tu yeye ndo anaongeaga, wewe unamsikiliza. Sasa wengi wana ule mtindo, wanaenda kwa Yesu, wanasema maneno yao, la 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 la, hawakai hata kimya kumsikia anasema nini. Hawasomi hata neno lake kumsikia Yesu anasema nini. Wewe kila siku ndio unamwambiaga ya kwako. La 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 la. Sasa uwe ni waulize wakaka, uwe na mke yeye anakujaga kila siku, kwanza na kiatu kimeisha, imetoka hapo, nataka siku kwenda wapi? Nataka kwenda. Hakukai akakusikiliza hata wewe upande wako unaongea nini. Hayo ni mahusiano kweli? Sasa relationships za Wakristo wengi ziko monologue, one way. Lakini relationship yoyote au communication yoyote, waliosoma communication skills, any communication is dialogue, not mono. Unaongea naongea. Haleluya. Sasa muulize jirani yako, wewe unaongea mwenyewe au mnaongeleshana na Yesu? Muulize, unaongea mwenyewe au mnaongeleshana? Ukiona wewe kila siku dale, telele, wewe mwenyewe unaongeaga. Kwa sababu hata ukiwa unaomba, mimi wangu ana tabia, yani akimalizaga hata kuomba anaingia chumba kingine kabisa, anasema niache, niko kwenye ukimya, nataka kusikia Bwana anasemaje. Amina. Niko kwenye ukimya, nataka kusikia Mungu anasema nini. Nimeenda kumwambia kwangu, sasa ngoja na mimi nikamsikilize. Kwa hiyo atakuwa kimya, ana meditate kimya, anasubiri asikie anaambiwa nini. Sasa muulize jirani yako, wewe unamsikilizaga Yesu au unaongea tu? Kwa sababu maombi mengine unayaomba, ungekaa ukasikiliza, majibu tayari unayo. Lakini wewe usikilizaji, wewe unaongea tu, unaongea. Ukiwa na mtu ambaye anaongeaga tu, huyu naye mjuaji, kwa hiyo unamsikiliza tu, afu kwa sababu hataki kusikia what you have to say, unamwacha. Sawa. Haleluya. Mwambie jirani yako, jifunze kuongea, lakini pia jifunze kunyamaza ili usikilize. Mahusiano yoyote, kipengele cha 3, yanahitaji ukaribu, intimacy. Haleluya. Lakini sasa ubaya wa Kristo wengi, intimacy zetu zinaonekana in public. Now it's not intimate if it's public. It's intimate because it's secret. Haleluya. Haleluya. Maana ya intimacy ni ukaribu. Lakini pia ule ukaribu wa sirini. Sijui mnanielewa? Does that make sense? Ukaribu wa sirini. Sasa wewe unao huo ukaribu wa sirini na Yesu? Unao ukaribu wa sirini na Yesu? Muulize jirani yako, unao ukaribu wa sirini na Yesu? Au unaonesha kana kwamba una ukaribu, kumbe hauna huo ukaribu? Maana hiyo nayo ipo. Mimi nasemaga siku zote nitajiongelea mwenyewe. Once upon a time nilikuwa ninahisi kwamba nilikuwa namuuliza Mungu, kwani wewe Mungu ndio umeamua mimi kunitumia kama mfano wa kunichelewesha? Haleluya. Umetumia mimi mfano wa kunichelewesha ili nisipate huyo mtoto. Kwa hiyo for somewhere, hivi unajua unaweza kumkasirikia Mungu. Sijui nyinyi labda nyinyi amkasirikaje, lakini on my part nilimkasirikia. Na haya ni mambo naongelea kwamba nilimkasirikia kwa sababu niliona kwamba God, I try my best to be na ulokole sio matendo, by the way. Nothing you do, sio kwa chochote unachofanya. Lakini sasa unasema Mungu, mbona mimi najitahidi jamani Mungu, lakini. Kwa hiyo kwa kipindi cha muda mrefu nilikuwa kwenye msuso. Kwa hiyo nitakuja kanisani, ndio nitacheka, ndio
Mama shalom. Lakini Mungu nimemsusia. Nikisema nimemsusia siombi mimi. Nikisema nimemsusia hata neno sisomi. Haleluya. Nyie jamani wema. Nyie amsusagi, mbarikiwe na Bwana. Lakini mimi nilisusa. Sasa that could be your story. Umekaa hapa, unakuja kwa Mungu kwa mazoea. Why? Because sasa watu washakujua ni Mkristo, lakini una maumivu yako, una uchungu wako ndani, and you feel like you have expressed it to God, and it feels like God is silent. And it feels like God is not saying anything to you. And it feels like God is not answering. Kwa hiyo moyo wako unaanza kuwa mgumu. Haya, Mungu poa. Sawa? Kwa hiyo unakuja ili uonekane. Muulize jirani yako hapa umeketi ili uonekane. Kwamba nyumbani usingetoka wangekuuliza leo mbona hujaenda kanisani? Haleluya. Kwa ili uepuke hiyo kuulizwa leo mbona hujaenda kanisani, unakuja hapa kama mazoea au formality ili kuepuka yale maswali. Haleluya. Lakini you don't have that intimate relationship with him. Ule ukaribu wa wewe kuongea na Yesu, ule ukaribu wa wewe kusoma neno haupo. Mimi kabisa jamani, naomba niwaulize wangapi kweli kiukweli on a daily mnaomba kila siku iendayo kwa Bwana? Yaani kabisa honestly before God, kwamba wewe kila siku iendayo kwa Bwana wewe unaomba. Kila siku iendayo kwa Bwana. Alice alivyoinua mkono, kweli najua unaombaga, maana najua unaombaga. Maana ameinua pana niangalia like naombaga. Unaombaga najua Alice na kuonaga. Wangapi honestly kila siku kweli kabisa unasali? Sasa naomba nikuulize. Uko kwenye mahusiano na Yesu? Si ndio nimesema Ukristo ni wewe kuwa kwenye mahusiano. Uko kwenye mahusiano na Yesu, alafu uongee naye kila siku. Unataka? What do you want? Kwa sababu pia uhusiano ni kitu binafsi. Uhusiano ni kitu binafsi. Haleluya. Mimi siwezi nikawa na mahusiano na Yesu kwa niaba yako. Unapaswa uwe na mahusiano wako wewe binafsi. Kwa sababu one thing we have to understand, at the end of the day we shall all stand before the Lord individually. Mimi sitaenda pale kwa niaba ya mume wangu. Nitaenda mimi kama Olivia mwenyewe mbele za Bwana. Haleluya. Sasa kama unaenda pale individually wewe kama wewe, mbona hayo mahusiano yako yamepinda? Hello. Kwa hiyo wewe unajiita huko kwenye mahusiano. Wewe ungekuwa na boyfriend tuseme haya, wewe mlioko kwenye ndoa. Uko na mume wako alafu hamuongei kila siku. Eti anapita na wewe unapita. Kuna ndoa hapo. Kuna mahusiano. Uko na boyfriend, hakutafuti wala umtafuti. Hello. Kwa sababu Biblia inasema sisi ndio tuna drift. Do you know what drifting is? Drifting ni kama boti draw nigh to you. Mungu anasema nisogelee, nikaribieni na mimi nitawakaribia. Kwa sababu yeye yuko karibu kila siku. Lakini wewe watu wengi tunajikuta we drift apart. Tukisema drifting, waza boti. Boti linajikuta linasukumwa na mawimbi mbali. Haleluya. Sasa kama wewe on a daily uongei na huyo Yesu, uko kwenye mahusiano gani? Muulize jirani yako uko kwenye mahusiano gani wewe? Na nimesema mahusiano ni dialogue. So unavoongea naye, of course pia yana viwango. Kuna wale wana viwango vya kumsikia kweli Yesu. Anasema Yesu, unaona jana mtumishi alikuwa anaongea hapa, jamani Yesu kaniambia hivi na hivi na hivi. Na akianza kusema kitu, unaanza kusikia. Sasa waya amefika kwenye hicho kiwango. Wanakuambia anasali masaa 12. Haleluya. Unaweza, hicho ni kiwango chake, yeye amefika kwamba anaweza akaomba akasikia. Lakini kama una sikio la rohoni, kusikia kwako ni kupitia neno. Haya, muulize jirani yako, wewe unasomaga neno kila siku? Maana utamsikiaje huyo Yesu? Unamsikiaje huyo Yesu kama neno ulisomi? Haleluya. Muulize jirani yako, neno unalisoma? Sasa unajua Mungu anaongeaje na wewe kama hilo neno haulisomi. Haleluya. Kwa hiyo nimeongea kwamba mahusiano yana mambo mangapi? Cha kwanza ni uwepo, presence. Cha pili nikasema
ni mawasiliano. Cha tatu nikasema ni ukaribu. Cha nne upendo. Haleluya. Cha nne ni upendo. Sasa na wewe unawezaje kuwa kwenye mahusiano haumpendi huyo uliokuwa naye kwenye mahusiano? Haleluya. He first loved you. That's what the word says. Alikupenda kwanza, ndio maana akakuchagua. Lakini upendo uwaga unarejeshwa, ina reciprocate. As he loves you, you also love him back. Sasa unayempenda unamchunia. Mabinti, hello. Uko kwenye relationship na kijana jamani, hakutafuti. Run. Sasa mabinti wengi wanakoseaga kitu hichi kimoja. Wenyewe ndio they do the chasing. It's not like that. Mungu mwenyewe amesema, enyi waume pendeni wake zenu. Command ya kupendwa iliwekwa kwa mwanaume. Haleluya. Ndoa nyingi zinahangaika kwa sababu hao walioolewa, unajua mwanaume amepewa command ya kupenda, lakini akipenda ikaharibika, saa nyingine inafika muda asangoya nioe tu, muda umeenda. So anaoa out of convenience. Sasa pata picha umeolewa na mtu ambaye anakuoa out of convenience. Haleluya. Ili uje pale uwe Haleluya. Mabinti oye, vijana mbarikiwe. You guys know better kwa sababu mna Yesu. Amina. Mtaoa wale mnaowapenda. Na nyie pia mtaolewa na wale wanaowapenda. Kazi yenu, unajua it's easy to submit if somebody loves you. Kunyenyekea kunakuwa kuwepesi kabisa kama unayemnyenyekea anakupenda. Lakini kimbembe kipo jamani. Haupendwi, alafu mtu anataka unyenyekee. Haleluya. Haiwezekani. It's a give and take. Haleluya. Mungu hakukuchagua wewe kwa sababu unafaa sana. Yaani nimemchagua Fortunata kwa sababu anajua kuimba, eti nimemchagua Dorcas kwa sababu Even when you were yet sinners, hata wakati bado tulikuwa wenye dhambi, alituchagua. So God's love is unconditional. Anakupenda wewe regardless. Yaani wewe hahitaji chochote kwako, Mungu anakupenda. Na kwanza mimi nasemaga ni neema sana kuchaguliwa na Mungu. Ni neema. Out of billions eti akakuona wewe unafaa. Who are you? Muulize jirani yako, who are you? Out of billions eti ananichagua mimi who am I? Hiyo tu mimi kwanza inanihambo. Kwamba mimi nani? Apite wote. Eti akanichague mimi akafe kwa ajili yangu. Mwambie jirani yako, you've got to up your game. Inabidi ubadilishe yani mfumo wako. Inabidi uwe tofauti. Mungu anakupenda sana. Wewe bora unazingua. Mwambie jirani yako acha kuzingua. Mwambie jirani yako acha kuzingua. Sasa tunarudi. Nimewaelezea juu ya uhusiano ni nini. Kiini cha Ukristo ni mahusiano kati yako na Yesu. Na leo nimesimama hapa ili kwa mamlaka ya jina la Yesu niweze kurejesha huo uhusiano wenu kati yenu na Yesu. Yaani kama wewe umefika sehemu huo uhusiano hauna, basi rejea. Je, nini kinaweza kukutenga na upendo wake? Ni dhiki? Eti ni shida? Unanswered prayer, umekuwa unaomba kwa muda mrefu eti hajakujibu ndio maana unataka kukata tamaa na Yesu basi? Hapana. You can do better than that. Lakini naelewa ile hali yetu ya wanadamu inavyoweza kutake over ikatufanya tusongwe na mambo na tukate tamaa. Lakini pia nirudi kukuuliza, wewe ungekuwa kwenye mahusiano na mtu anakupenda tu wakati wa emergency. Jamani mpenzi wangu Rosemary, yani hapa nimeshikwa na traffic jamani, nahitaji 30,000. Yaani wewe anakupigiaga tu kukupiga vibomu. Haleluya. How would you feel? How would you feel? Muulize jirani yako, how would you feel? Ungekuwa na mpenzi ambaye anakutafuta
when they have crisis. Baba nakuja mbele zako baba, ona mamangu anaumwa, sijui ona babangu sijui nini. Baba nakuja mbele zako nahitaji kazi. Hao ni Wakristo wengi. 99.9999 of Christians ndio tuko hivyo. Tunaenda kwa Bwana on emergency basis. Na unajua ukienda kwa Bwana on emergency basis inakuwaje? Unakuwa unaenda pale kutafuta miujiza. Haleluya. Unaenda kwa Bwana kutafuta nini? Miujiza. Kwa sababu you want him to rescue. Kwa wewe Mungu wako, sisemi Mungu afanye miujiza. Yeye anajulikana kwa ajili ya miujiza. Yeye ni Mungu wa miujiza. Lakini pia tusisahau kwamba Mungu wetu ni wa kanuni. Haleluya. Anaamua kuwafungulia wana wa Israeli wapite katikati ya bahari ya Shamu. Huo ni muujiza. Lakini angekuwa anafanya kila wakati anafungua mabahari ya Shamu, usingekuwa tena ni muujiza. Haleluya. Mwambie jirani yako acha kumpenda Mungu on emergency crisis. Huko ni sasa, maana huko sasa ni kumfanya nini Mungu? You only love him when you want something. Imagine uko kwenye mahusiano na mtu yeye anakutakaga tu kwa ajili ya kitu fulani. Sitafika sehemu unaona huyu mshikaji anazingua huyu. Yakiwaga tu ana shida ndo ananipigia. Haleluya. Sema Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Yaani na jinsi yani tunambipu on emergency crisis, he still loves us. Haleluya. Lakini tusiishi hivyo. Na ndio maana Wakristo wengi tunatanga. Yaani lazima tunataka kutoka hapa tunaenda pale. Kwa nini? Tunatafuta miujiza. Mungu wetu anatenda miujiza, lakini Mungu wetu hajaumba maisha katika mfumo wa miujiza. Ameumba maisha katika laws and principles. Sisemi kwamba huwezi kuomba kwamba Mungu, yani sio mfumo wa Mungu kuwalisha watu kupitia kunguru, lakini alishawahi kufanya. Sasa usikae pale baba, ufanye kazi hapo, baba naomba unilishe. Haiwezekani. That's impossible because that's not God. He works through principles. Asiyefanya kazi na asifanyeje? Asile. So ikitokea amekurescue out of huruma zake na rehema zake. Lakini usimweke yeye kwamba Mungu yeye ni wa miujiza kila wakati. Ni wa miujiza ndio, lakini miujiza yake ni kama zawadi kwetu. Haleluya. Mwambie jirani yako acha kuishi ukitegemea miujiza. Mungu wetu ni wa kanuni. And you've got to operate in the laws and principles for you to receive. Sihitaji kusema kwa jina la Yesu, ewe nani shuka. Hallelujah. The laws of gravity says nikirusha kitu juu kitashuka chini. Yaani bila hata kuomba. Na ndio maana ninarudi pale, watu wa dini nyingine wanaomba diligently na wanapokea kwa sababu gani? Hiyo tayari imeshawekwa ni kanuni, aombaye upewa. Hallelujah. Watu wa dini nyingine hawapokei maombi yao kwa sababu wanamwamini Yesu. Ingekuwa ni kwa kumwamini Yesu tu unapokea maombi yako, basi wangekuwa wa dini nyingine wasingekuwa wanapokea maombi yao. Lakini Mungu ameweka kanuni kwamba aombaye hupewa. Ukipiga goti lako ukaomba, unapokea. Sasa unakuta watu wa dini nyingine wanatembea katika hilo. Wenyewe wanaomba, hawana Yesu, hawatarithi uzima wa milele, lakini hapa duniani mambo yao yanaenda. Haleluya. Alafu wewe sasa mwenye Yesu ambaye ndio unapaswa utembelee katika hayo maombi, huombi hata. Na baba unajua nimechoka. Baba amen. Kwanza hata amen hujaimaliza ushalala. Haleluya. Mwambie jirani yako chunga sana. Haleluya. Chunga sana. Watu wanatembelea katika principles za Mungu na wanafanikiwa. Na hata huyo Yesu hawamjui. Alafu mimi na wewe tunayemjua. Mimi na wewe ambaye ametufilia na anatamani kuona tukiishi blissful life. Hatupati hayo. Kwa sababu gani? Hatutembelei katika hizo principles zake. Sisi tunakaa tu, sisi ni wa kumpenda kwa wakati. Baba nimekuja. Baba. Na tuko vizuri. Mwambie jirani yako acha kumpenda Yesu kwenye emergency case. Acha. Haleluya.
Mwambie jirani yako acha. Kwa hiyo kiini cha Ukristo ni mahusiano. Wewe ukiweza kumaster mahusiano alafu ukayatendea kazi, umetoboa. Sasa unajikuta Wakristo wengi wenye mahusiano na Mungu ni watumishi tu. Haleluya. Kwa sababu na wenyewe pia wasipokuwa na mahusiano wanakujaje kuwahudumia. Lakini pia kuna utumishi ambao hamna mahusiano, kwa mazoea. Haleluya. Hatupashi kuishi katika mazoea. Haleluya. Mbona mko kimya jamani? Haleluya. Mwambie jirani yako anza kuishi. Na kuishi ni mahusiano. Haleluya. Yohana 17:3 naomba uweke. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo uzima wa milele sio tu yani wewe hauokolewi tu ili uende mbinguni. Unaokolewa pia ili umjue huyo Yesu aliyotumwa na Mungu kwako. Tunarudi na muulize jirani yako, unamjua? Maana wengi wanaokoka. Tena ulokole wa kwenye dini, tunaokoka kwa sababu tumesikia habari za jehanamu, tunaogopa. Mimi naogopa jamani, ule moto kama tu jua hili linatuchoma. Huko nani itakuwaje? Kwa hiyo mtu anaokoka kwa sababu anaogopa kuingia jehanamu. Haleluya. Mwambie jirani yako upashi cooperate katika afia. Eti unaogopa. Ukristo sio Mungu wala hana nia ya kukuogopesha. Ukristo halisi ni nini? Mahusiano. Na hapa inakwambia na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Muulize jirani yako, unamjua Yesu? Na akikwambia ndio anamjua, muulize anamjuaje? Neno amsomi, kuomba amuombi. Haleluya. Sasa mnamjuaje? Yaani ni wewe kumjua huyu Mungu binafsi, sio kwa niaba ya pastor, sio kwa niaba ya ministers, sio kwa niaba ya mama yako, sio kwa niaba ya baba yako. You need to know Christ for your own self, for your own good. Sio kwa niaba hata ya mke wako. Maana ni kama narudia kama nilivyosema mwanzo, wengi wanasikia kuhusu Yesu lakini hawamjui. Kwa sababu pia naweza nikawaambia hapa, soma neno, unaweza kuwa unajua there are a lot of theologians wamesoma kabisa na wana PhD, wanaweza kukuchambulia Biblia na wakapingana na wewe, lakini hawana ule uhusiano. Na neno analijua. Washa kukutana na mtu anajua neno, wewe anakutafutia sababu na anakujibu majibu mpaka unasema haleluya. Kwa sababu ukimjua Yesu kwa kumsikia unakuwa na maarifa naye tu. Yaani una maarifa ya kuhusu Yesu. Umesikia habari zake wanavyozihubiri au umesoma neno kidogo, kwa hiyo una maarifa. Lakini kumjua anapokuongelea hapa kwenye hiyo Yohana 17:3 ni wewe kuwa na personal relationship. Mahusiano ya karibu. Muulize jirani yako, wewe unayo hayo mahusiano? Na ndio maana nasema Ukristo sio dini. Lakini watu wengi wameugeuza Ukristo kuwa dini. Ukristo ni mahusiano. Naomba uweke Waefeso 2 mstari wa 8 na wa 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo. Sasa Ukristo wa dini ni ule Ukristo wa matendo. Haleluya. Yaani wanamuogopa huyo Mungu, yaani wanamuogopa lakini hawampendi. Do you know you can fear God but you don't love him? Ukristo wa dini. Yes. Unamuogopa tu lakini ile neno linasema kwamba kwa vinywa vyao wanaenda lakini mioyo yao iko mbali, ndio hii.
Lakini Mungu alituita mimi na wewe ili tuwe wana. Haleluya. Amekuita wewe na mimi ili tuwe wana. Nimesema Ukristo sio dini, ni mahusiano. Kitu kingine, Ukristo ni Yesu mwenyewe. Wagalatia 2:20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Kwa hiyo ukiwa Mkristo, Kristo yu hai ndani yako. It is not about you. Haleluya. Anayetaka kunifuata mimi afanyeje? Atweke msalaba wake. Kutweka msalaba ni kujikana. Na ujikani kwa uwezo wako jamani, sio rahisi kujikana. Hakuna sauti na nguvu kama sauti ya mwili. Haleluya. Lakini kama Wakristo tumewaambiwa kwamba tutaishi katika roho. Tutaenenda katika roho. Hao ndio wana wa Mungu wanaoenenda katika nini? Katika roho. Haleluya. Sasa wengi tunajiita Wakristo lakini tunataka kuishi kwa nguvu zetu wenyewe. Mwambie jirani yako, mpaka hapo umeshafeli kabla hujaanza. It is not us but he who lives inside of us. Kwa sababu yeye ndo anayetupa nia ya kutaka kufanya na kutenda. Haleluya. Wewe huwezi kuishi maisha matakatifu kwa akili zako, hauwezi. Ni yeye ndio anatuwezesha. Kwa hiyo leo acha Yesu aishi ndani yako. Haleluya. Lakini pia Ukristo ni kwa ajili ya kile kilichotendeka msalabani. Wakorintho wa kwanza mstari wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 18. Neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tuliookolewa ni nguvu ya Mungu. Haleluya. Msalaba unamaanisha nini kwa wewe Mkristo? Dhambi zako zimesamehewa. Amina. Hukumu imeondolewa kwako. Na ule uhusiano umerejeshwa. Haleluya. Biblia inasema Yesu aliletwa ili atafute kile kilichopotea. Unajua kile kilichopotea ni wewe? Alitumwa Yesu atafute kile kilichopotea. Kilichopotea ni ule uhusiano wako kati ya wewe na Yesu. Kwa hiyo aliyepotea si ni wewe? Sasa mbona ukubali kupatikana? Haleluya. Mwambie jirani yako, anza kuishi. Na kuishi ni nini? Ni mahusiano. Amina. Kwa hiyo nataka kumalizia kwa kusema kiini cha Ukristo ni kurudishwa kwa Baba. Wewe kurudishwa ni wewe kuwa mtoto wa Mungu. Ni wewe kuishi katika usharika na Mungu wako. Ni wewe kumjua Yesu binafsi. Na mwisho wa yote ni wewe kubadilishwa. Haleluya. Wakristo wengi hatukubali kubadilishwa. Wana Antiokia waliitwa Wakristo kwa sababu watu waliwaona wakasema hakika wale ni Wakristo. Sasa umekaa katika Kristo wewe tangu umeokoka, huu ni mwaka wako wa 15, hujabadilika. Matabia yako ni yale yale, mwenendo wako ni ule ule. Hakuna chochote kilichobadilika kwako. Si unaona hata hao ndugu zako wanaona anazingua yule pale sio Mkristo, anajifanya. Haleluya. Mwambie jirani yako, kubali kubadilishwa. Be ye transformed by the renewal of your mind. Transformation pia inaanza kichwani. Naomba tusimame. Leo tunaenda kujikabidhi tena kwa Mungu.
Tunaambia Bwana Yesu, naomba unisaidie. Naomba urejeshe ule uhusiano, upendo wa kwanza. Haleluya. Wewe kama unajiona uko sawa, basi mshukuru Mungu kwa hiyo. Lakini kuna wale kabisa ndani ya nafsi yako unajua mimi ule upendo wa kwanza haupo. Hapa nilipo, yani kwanza ninampapasa sana Yesu, sijui hata yuko wapi, lakini kwa sababu watu wananijua mimi ni mlokole, I have to keep up with the Joneses. Haleluya. Nataka leo turudi mbele za Bwana tuambie, Bwana, ninaomba urejeshe ule upendo wa kwanza. Ule upendo wa kwanza ulioniokoa ukaniita, nilikuwa ninakupenda kwa moyo na kwa dhati. Naomba urejeshe hayo mahusiano kati yangu mimi na wewe. Ninatamani kuwa karibu, ninatamani kuomba, ninatamani kusali, ninatamani kufanya vitu vyote ambavyo vinakupendeza. Baba, niwezeshe. Maana leo mama askofu amesema hapo sio kwa nguvu zangu. Haleluya. Tutaenda mbele za Bwana kwenda kurejesha ule upendo uliopotea, ule upendo wa kwanza. Kwamba Mungu kanirejeshe. Ukristo sio tu mimi kuonekana mbele za watu. Ukristo sio tu mimi kusema shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ukristo sio tu mimi kuja kanisani. Haleluya. Ukristo ni mahusiano ya mimi na wewe. Help me because I want to have an intimate relationship with you. Nisaidie. Haleluya. Create in me a new spirit. Twende mbele za Bwana. Unajiombea, unaomba Mungu akurehemu na akurejeze. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakuja mbele zako. Asante hata kwa ajili ya somo la leo, mfalme wa amani. Tumejifunza juu ya Ukristo, Bwana ni nini? Nasi tunakuja mbele zako maana tumetambua Ukristo sio dini. Ukristo ni mahusiano yetu na wewe, Bwana. Tunakuja mbele zako tukiomba ukapate kurejesha kile kilichopotea. Ule upendo wa kwanza ndani ya mioyo yetu, Bwana. Naomba ukarejeshe ule upendo. Tukakupende, Bwana. Tukawe na communion na wewe, Bwana. Tuweze kuomba na kusali. Tukawe kukubali kuwa uweponi mwako kila wakati, Bwana. Tusaidie Mungu wa mbinguni, maana tunatambua kwa akili zetu wenyewe hatuwezi, kwa mawazo yetu wenyewe hatuwezi, kwa fikra zetu wenyewe hatuwezi, Bwana. Tunatambua siku ya mwisho tutasimama mbele yako. Tukatoe akaunti ya kila jambo katika maisha yetu. Na kwa jinsi hiyo Mungu tunaomba utusaidie. Tunaomba utuwezeshe. Tuwezeshe Mungu wetu. Tuwezeshe Baba yetu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaombea kila mmoja, Bwana hapa. Ninaomba ukatengeneze, mfalme, ndani ya mioyo yao. Rejesha ule upendo wa kwanza, Mungu. Wakaweze kukulilia na kukutafuta. Wakaweze kusoma neno lako, Mungu. Ninaomba ukawajaze kwa upya pendo lako ndani ya mioyo yao, Bwana. Isiwe tu ni walokole tunaonekana tunaitwa kwa jina, lakini hakika katika ukweli na sirini hatuna mahusiano na wewe. Tusaidie, maana tunatamani kuwa na hayo mahusiano ya karibu. Mahusiano ambayo yatatupa kukutii wewe na kukufuata wewe. Mahusiano ambayo yatatufanya tuweze kukuabudu wewe, mfalme wa amani. Tunajileta mioyo yetu mbele zako. Tunaleta nafsi zetu mbele zako, Bwana. Maana wewe umesema sisi ni barua na tunasomeka. Tusaidie tuweze kusomeka vema, Mungu. Tusaidie tuweze kusomeka vema, Bwana. Wale wa Antiokia waliitwa Wakristo kwa sababu watu waliona. Watu waliwasoma wakawajua kabisa kwamba wale ni wafuasi wa Yesu. Tunaomba ikaonekane kwetu. Ikaonekane kwetu kwamba sisi ni wafuasi wako. Ikaonekane kwetu kwamba sisi tuna uhusiano wa kweli na wewe. Ikaonekane kwetu kwamba sisi, Bwana, ni wanao. Katika jina la Yesu ninaomba, Bwana, ukapate kutusaidia. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Haleluya. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Ninaamini kabisa huo uhusiano uliokuwa umevunjika umerejeshwa. Mpigie Yesu makofi.